يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وأعن ويسر وتمم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الخلق أجمعين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله سبحانه وتعالى نسمع: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، na Allah ameteremsha juu yako kitabu na hikma, kitabu na sunna. Waallamaka ma lam takun ta'lam, na akakufundisha wewe yale ambayo hukuwa ukiyajua, akakufundisha yale ambayo hukuwa wewe ukiyajua. Wa kana fadlullahi alayka adhima, na kwa hakika fadhila za Allah juu yako ni kubwa. Allah amekufadhilisha wewe na fadhila zake juu yako ni kubwa. Waqala ta'ala, na amesema Allah: tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dhin, hao ni mitume ambao tumewafadhilisha baadhi yao kwa wengine. Kwa maana hawa mitume wanatofautiana katika ubora. Kuna mitume ambao wao ni bora kuliko mitume wengine, na hili liko wazi, la shakka fihi, la shakka fihi. Kuna mitume ambao ni bora kuliko mitume wengine, nao ni ulul azmi min ar-rusul. Wale mitume ambao ni ulul azmi min ar-rusul, wao ni bora kuliko mitume wengine. Mitume ulul azmi min ar-rusul ni mitume wangapi? Mitume watano, sawa. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kisha Ibrahim alayhi salatu wassalam, wa Musa alayhi salatu wassalam, Isa na Nuh. Ni Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alayhi salatu wassalam. Hawa ndio ulul azmi min ar-rusul, na hawa ndio afdalur rusul, ndio mitume bora kuliko mitume wengine wote. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, yeye ni bora kuliko mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hao ni mitume ambao faddalna ba'dahum ala ba'dhin, tumewafadhilisha baadhi yao kwa wengine. Minhum man kallama Allah, katika wao minhum man kallama Allah, katika wao kuna ambao Allah amewazungumzisha. Minhum man kallama Allah, ndio kallama Allah huwa Allah. Minhum man kallama Allah, katika wao kuna ambao amewazungumzisha Allah subhanahu wa ta'ala, naye ni Musa alayhi salatu wassalam. Kallama Allah Musa taklima. Wa rafa'a ba'dahum darajat, na wengine akawanyanyua daraja, na wengine akawanyanyua daraja, kwa maana amewafadhilisha kisha akawanyanyua daraja zaidi ya vile alivyowafadhilisha. Inatajwa kwamba wa rafa'a ba'dahum darajat, ay an-nabiy Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye amenyanyuliwa daraja kwa madaraja juu ya mitume wengine. Na katika hayo ni safari yake ya Isra, safari yake ya Mi'raj, sawa. Alipofika pale safari ya Isra na Mi'raj, alipofika Baitul Maqdis, sawa, kisha akaelekea wapi? Akaelekea juu, akapelekwa juu na Jibril, wazi. Akapitishwa, akafikishwa sehemu ambayo hajafika yoyote katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, bali katika malaika. Sababu Jibril naye alifika mahala akabakia, akamwacha mtume akaendelea. Mtume amenyanyuliwa daraja. Na hizi fadhaili ambazo zitatajwa kumhusu yeye alayhi salatu wassalam
ni ishara ya wazi kwamba yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam amenyanyuliwa nini? Amenyanyuliwa daraja. Qala Sheikh, at-tafdhil al-awwal sarih fi al-mufadala. Tafdhil, kufadhilishwa kulikokuja kwenye aya ya mwanzo, wa kana fadlullahi alayka adhima, kuko wazi katika kubainisha kutofautiana fadla kwa mitume wa Allah alayhimus salatu wassalam, na kuko wazi katika kubainisha kwamba mtume amefadhilishwa juu ya mitume wengine. At-tafdhilu al-awwal, kufadhilishwa kulikokuja katika aya ya mwanzo, sarihun fil mufadala, kuko wazi katika kumfadhilisha mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya mitume wengine. Wathani, na tafdhili ya pili, fi tadhifi almufadala, kuko wazi katika kubainisha kuzidishiwa zile fadla, bidarajatin, katika kwa kupandishwa nini? Kwa kupandishwa daraja, kwa kupandishwa daraja. Wa kana fadlullahi وقد فضل الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم من وجوه، na Allah amemfadhilisha mtume wetu sallallahu alayhi wasallama kwa wajhu mbalimbali, kwa aina mbalimbali za kumfadhilisha. Wazi? Awwaluha, wajhu wa kwanza, annahu sada alkulla, kwamba mtume amewaongoza mitume wote, amewaongoza mitume wote wa Allah tabaraka wa taala, bali yeye ndio kiongozi wa watu wote, kama ilivyokuja qala sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi adama wala fakhra. Sawa, usahihi hadithi ilivyokuja, ana sayyidu waladi adama yawm alqiyama wala fakhra, kwamba mimi ndio bwana wa watoto wa Adam siku ya Kiyama, na wala siyasemi hayo kwa ajili ya kujifakharisha. Sawa, wala siyasemi hayo kwa ajili ya kujifakharisha. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallama yeye atawaongoza watu wote, amewaongoza mitume wote wa Allah Masjid al-Aqsa katika safari yake ya Isra, alipowaswalisha rakaa mbili akawaongoza, akawa yeye ndiye imamu wao. Lakini kadhalika siku ya Kiyama Mtume sallallahu alaihi wasallam atawaongoza watu wote, Ndio maana hadithi imekuja, ana sayyidu waladi adama yawma alqiyama wala fakhr, mimi ndio bwana wa watoto wa Adam na wala siyasemi hayo kujifakharisha, lakini nasema ili mujue nafasi yangu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasayyidu, na sayyid, man ittasafa bisifati aliyya, ni yule aliyesifiwa na sifa zilizokuwa bora, wal akhlaqi saniya, na tabia zilizokuwa nzuri. Wa hadha mush'irun bi annahu afdalu minhum fi ad-darain. Imekuja hiyo mush'irun au imekuja mush'irran bitashdid ar-ra, ndio ra ina shadda, haina shadda. Ebsoma imekuja mush'irun. Tayeb, wa hadha mush'irun, na hadithi hii inajulisha ya kwamba biannahu afdalu minhum, kwamba yeye mtume ni bora kuliko wao, kuliko viumbe, kuliko watoto wa Adam wote, fi darain, hapa duniani na akhira. Duniani amekuwaje kuwa yeye ni bora kuliko wote? Kwa sababu akhira ni bora, yeye mtume ni bora kuliko wote. Ikiwa akhira ni bora kuliko wote, kuwa bora hapa duniani aula. Wazi? Inaeleweka? Mtume ni bora siku ya Kiyama, ana sayyidu waladi adama yawm alqiyama. Ikiwa siku ya Kiyama yeye ndiye bora, maana yake kuwa bora hapa duniani ni aula. Wazi?
kwa sababu akhira ni bora kuliko hapa duniani. Wal akhiratu khairun laka min al-ula wal fadlu al-haqiqi fi al-akhirah, na ubora ule wa kweli hasa wa uhakika upo akhira. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, akhira ni bora kuliko watu wote, hapa duniani ni aula kuwa bora kuliko watu wote. Wazi? Amma fi dunya, ama kuwa bora katika dunia, falima tasafa bihi min al-akhlaq al-azima, ni kwa zile sifa ambazo amesifika nazo katika sifa zilizokuwa nzuri, katika sifa tukufu. Zile sifa tukufu mtume alizokuwa nazo ndio zinaonyesha ubora wake hapa duniani. Wa innaka la'ala khuluqin adhim. Aisha anasema kana khuluquhu madha alquran, kana khuluquhu alquran, mtume tabia zake zilikuwa ni Qur'an. Kaifa dhalik, yani alikuwa anafanyia kazi Qur'an. Sawa. Wa innaka la'ala khuluqin adhim. Wa amma fi al-akhirah, ama kuwa bora akhirah, falianna al-jazaa, ni kwa sababu malipo murattabun ala al-akhlaqi wal-awsaf, yamepangiliwa juu ya tabia na sifa zilizokuwa nzuri, na mtume sallallahu alaihi wasallam anasifika zaidi kwa sifa hizo kuliko mwanadamu yoyote, kuliko kiumbe yoyote wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi? Fa idha fadalahum fi dunya fi almanaqib wasifat, basi atakapokuwa bora yeye mtume akawazidi wao, atakapowazidi wao hapa duniani, fi almanaqib wasifat, katika sifa zilizokuwa nzuri, fadalahum fi alakhirati, basi pia atawazidi akhira, fi almaratib wadarajat, katika nini? Daraja, kwa madaraja, atawazidi kwa madaraja. Sawa. Wa innama qala sallallahu alayhi wasallama, na kwa hakika amesema mtume sallallahu alayhi wasallama, ana sayyidu waladi adama yawma alqiyamati wala fakhr, mimi ndiyo bwana wa watoto wa Adamu siku ya Kiyama, wala siyasemi hayo kujifakharisha. Kwa hiyo anasema muallif wa innama qala sallallahu alayhi wasallama, lakini kwa hakika si vinginevyo ameyasema haya mtume sallallahu alayhi wasallama, lita'rifa ummatuhu manzilatahu min rabbih azza wa jalla, ili umma wake ujue na utambue nafasi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma kana dhikru manaqib an-nafsi innama tudhkaru iftikharan fi al-ghalib, walamma kana dhikru manaqib an-nafs, na pale ilipokuwa kwamba kutaja zile sifa za nafsi, kuisifia nafsi, innama tudhkaru iftikharan fi al-ghalib, hakika hutaja jambo hilo mara nyingi kwa kujifakharisha. Mara nyingi mtu akisema mimi kadha, mimi kadha, mimi kadha, mtu huwa yasema hayo kwa kujifakharisha, lakini kwa mtume si hivyo. Sawa. Kwa hiyo ilikuwa kwamba mara nyingi mtu anapotaja zile sifa za nafsi yake, anapojisifia, anayasema hayo katika hali ya kujifakharisha. Arada sallallahu alayhi wasallama, akataka mtume sallallahu alayhi wasallama, an yaqta'a wahma man tawahhama min aljahala, akate zile dhana za wale wenye kudhani katika wajinga, an yadhkura dhalika iftikharan, kwamba mtume amelitaja hilo hali ya kuwa ni mwenye kujifakharisha. Faqala wala fakhr, mtume akasema wala siyasemi hayo kujifakharisha. Wazi? Na mtume akasema wala fakhr, kuondosha zile dhana za wale wenye kudhani kwamba labda mtume aliyasema hayo hali ya kuwa ni mwenye kujifakharisha. La, si hivyo. Kwa hiyo ni aina ya kwanza ambayo Allah amemfadhilisha mtume wake sallallahu alayhi wasallama
juu ya viumbe wengine, kwamba yeye ndiyo kiongozi wao na ndiye mbora wao hapa duniani na akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi? Wa minha, na katika fadla za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo amefadhilishwa na Allah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ni kauli yake Mtume alaihi salatu wassalam aliposema, wa biyadi liwaul hamdi yawm alqiyamah wala fakhr. Wa biyadi, na mkononi mwangu, liwaul hamdi, takuwa na bendera ya himdi, sawa, yawm alqiyama, siku ya kiyama. Mtume siku ya kiyama atabeba bendera, sawa, akiwa yeye ndio kiongozi wa wale wenye kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye Mtume atakuwa bendera na yeye ndiye atakuwa kiongozi wao, anawaongoza katika hilo. Kwa nini wanataja ulama? Kwa sababu Mtume katika majina yake ni Ahmad, ni Muhammad, Mahmud, ambayo majina haya inabeba maana ya nini? Ya mwenye kusifiwa kwa sifa nzuri. Wa fil haqiqa, Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sahibu sifati alhamida, ni mtu ambaye anasifiwa na kila sifa, anasifika kwa sifa zilizokuwa nzuri na tabia zilizokuwa njema. Mitume wa Allah wote wana tabia nzuri, wanasifika kwa sifa nzuri, lakini yeye Mtume alayhi salatu wassalam la shaka kwamba amewazidi hao mitume wengine wote. Wazi? Kwa hiyo yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam atashika bendera siku ya kiyama, bendera ya himdi, ya wale wenye sifa nzuri ya tabia nzuri na wale wenye kukithirisha kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo ahmalu khalqillahi fi dunya, yeye ndiye anayemhimidi zaidi Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani. Wazi? Na hii Mtume atapewa bendera alhaqiqi, ile bendera yenyewe kabisa ya uhalisia, wala haihitaji tawili katika hili, sawa, haihitaji tawili katika jambo hili. Kama ambavyo alghadir, mwenye kufanya khiana, atapewa bendera siku ya kiyama. Likulli ghadirin liwa'u yawm alqiyama, kila mwenye kufanya khiana atapewa bendera siku ya kiyama, atapewa bendera. Yuqalu hadhihi ghadratu fulani, kisha patasemwa hii ni khiana ya mtu fulani. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye atapewa bendera ambayo imebeba himdi na as-sifat alhamida. Qala rahimahullahu ta'ala, wa minha qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na katika sifa zake Mtume ni kauli yake aliposema, Adamu faman dunahu tahta liwa'i yawm alqiyamah wala fakhr. Adam alayhi salatu wassalam na wale walio chini yake wote watakuwa chini ya bendera yangu siku ya kiyama. Na nayasema hayo wala sijifakharishi, nayasema hayo na wala siyasemi katika hali ya kujifakhiri, sawa. Kwa maana ile bendera ya himdi, Adam alayhi salatu wassalam atakuwa chini ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hadhihi alkhasais, na hizi khasais tadullu ala ulwi martabatihi, zinajulisha juu ya ukubwa wa nafasi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Idh la maana litafdhili, kwa sababu hakuna maana ya kufadhilishwa illa takhsis bil manaqib wal maratib, isipokuwa ni kwa kuhusishwa. Kwa nini? Kwa sifa zilizokuwa nzuri na daraja. Sababu mtu anaweza kuwa labda mathalan ni kiongozi, sawa, au ni tajiri, ana mali, au ana kadha wa kadha, lakini akawa si bora kuliko mtu ambaye si kiongozi, kuliko maskini, kuliko mtu asiye na ilmu au kadha. Inawezekana.
Mtu ana ilmu mathalan, lakini ilmu yake si nafi, haimnufaishi yeye wala hawanufaiki viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala na ilmu yake, sawa, bali akawa anafanya fujur, anafanya bid'a na mambo mfano hayo. Huyu hawezi kuwa bora kuliko mtu ambaye hana ilmu lakini anamtii Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtu wa tauhid, ni mtu wa sunna. Wazi? Kwa huyu mtu wa tauhid, kwa kuwa yeye ni mtu wa tauhid, ni mtu wa sunna, hafanyi maasi, anajiepusha na maasi, hizi ni khasais ambazo zinamfanya yeye kuwa bora kuliko yule mwenye ilmu ambaye hanufaiki yeye kwa ilmu yake wala hawanufaiki watu kwa ilmu yake. Wazi? Kwa kufadhilishwa kuwa mtu ni bora hakui isipokuwa ni kwa sababu mtu huyo anakuwa na sifa fulani nzuri ambazo wengine hawana, na kila mtu anakuwa bora kwa kuwa na hizo khasais, hizo sifa nzuri, kulingana na vile alivyoshikamana na sifa hizo, na sifa hizo. Qala wa minha, na katika fadhaili za mtume, katika yale ambayo mtume amefadhilishwa na Allah, anna Allah ta'ala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akhbarahu bi annahu ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemkhabarisha ya kwamba amemsamehe madhambi yake, ma taqaddama, yaliyopita, wa ma ta'akhkhara, na yale yanayokuja. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amefadhilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusamehewa madhambi yake yaliyopita na madhambi yake yanayokuja. Hii ni hasa kwa mtume. Ama kwa watu wengine inawezekana mtu akasamehewa madhambi yaliyopita, lakini kusamehewa madhambi yanayokuja la, halipo kwa yoyote ile isipokuwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wazi? Qala walam yunqal, na wala haijanukuliwa, annahu akhbara ahadan min al-anbiya'i bimithli dhalik, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia yoyote katika mitume wake mfano wa yale aliyomwambia mtume sallallahu alayhi wasallama. Sawa, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sawa, maneno haya, mfano wa maneno haya hajaambiwa yoyote katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Yeye peke yake ndiyo amefadhilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusamehewa madhambi yake yaliyopita na madhambi yanayokuja. Wanasema shekhe, walam yunqal, na haijanukuliwa, annahu akhbara ahadan min al-anbiya, ya kwamba Allah amemkhabarisha yoyote katika mitume bimithli dhalika, mfano wa hayo ambayo amemkhabarisha mtume sallallahu alaihi wasallama, ya kwamba amemsamehe madhambi yake yaliyopita na yajayo. Bali dhahir, bali kilichokuwa wazi, annahu lam yukhbirhum, ni kwamba Allah hajawaambia jambo hilo mitume wake zaidi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Lianna kulla wahidin minhum, sawa, dalili ya kuwa mitume hawajaambiwa ya kwamba wamesamehewa madhambi yao yaliyopita na yajayo kama alivyoambiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Dalili ya hilo, anasema shekhe, lianna kulla wahidin minhum, kwa sababu kila mmoja katika hao mitume, idha tulibat minhum ash-shafa'a, watakapotakwa uombezi, fil mawqif, katika kisimamo siku ya Kiyama. Watu wamechoka kusimama, wanataka wahesabiwe, wafanyiwe hesabu zao na Allah subhanahu wa ta'ala. Walipo kila mmoja kwa matendo yao, watakwenda kwa mitume, watapita, wataanza kwa Adam, watakwenda kwa Ibrahim, watakwenda kwa Musa, watakwenda kwa Isa, kisha watakwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam.
watu watakapokwenda kwa mitume, kila mmoja katika hao mitume dhakara khati'atahu allati asabaha, atataja lile kosa lake ambalo alilifanya hapa duniani. Waqala, na atasema nafsi nafsi, mimi mwenyewe leo naihofia nafsi yangu kwa haya niliyoyafanya. Walau alima kullu wahidin minhum bighufrani khati'atihi, na lau angejua yeyote katika hao mitume ya kwamba Allah amemsamehe madhambi yake, lam yujal minha fi dhalika almaqam, asingekuwa na hofu katika kisimamo hicho, asingekuwa na hofu kutokana na dhambi hilo katika kisimamo hicho siku ya Kiyama. Wa idha istashfa'at alkhalaiq bin-nabi sallallahu alayhi wasallam fi dhalika almaqam qala ana laha. Lakini watu watakapokwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallama wakamuomba mtume akawaombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama, sio hapa duniani mtu akakae kwenye kaburi la mtume yuwaomba, la, siku ya Kiyama wakati viumbe watakapokwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kumtaka awafanyie shafaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kisimamo hicho cha siku ya Kiyama, qala, mtume atasema ana laha, mimi ndio mwenyewe hiyo shafaa mnayoitaka leo, mimi ndio mwenyewe. Sawa, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam atakwenda kuwaombea waja, kama ilivyokuja katika hadithi, atakwenda mpaka katika arshi ya Allah, atasujudu, atamhimidi Allah na atamsifia kwa kila aina ya sifa zake zilizo nzuri, kisha ataambiwa irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa', nyanyua kichwa chako, omba unachotaka utapewa, ombea utakubaliwa uombezi wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam ataombea, hapo ndio waja watahesabiwa matendo yao, na hiyo ndio al-maqam al-mahmud. Hiyo ndio al-maqam al-mahmud ambayo tunaisema katika dua za adhana, wab'athuhu maqaman mahmuda alladhi wa'adtahu. Sawa, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, ash-shafa'atu al-'udhma, shafa'a kubwa ambayo hiyo ni khassa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wazi? Wa minha, na katika fadla za mtume, annahu sallallahu alayhi wasallama, ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama awwal shafi'in, yeye ndiye wa kwanza atakayeombea, wa awwal mushaffa'in, na yeye ndiye wa kwanza ambaye utakubaliwa uombezi wake. Wa kwanza ambaye ataombea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyoona katika masala yaliyotangulia kwenye hadithi, kwani katika shafaatu al-udhma, katika shafaatu madha al-udhma, mtume ataombea. Wa awwal mushaffa'in, na yeye ndiye wa kwanza ambaye utakubaliwa uombezi wake, utakubaliwa uombezi wake. Na hili limekuja katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abu Huraira ambayo ameitaja Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi, mtume aliposema ana sayyidu waladi adama yawm alqiyama wa awwalu man yashukku anhu al-ard wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in, mimi ndiyo mtoto bora, ana sayyidu waladi adama yawm alqiyama, mimi ndiye bwana, ndiye bora ya watoto wa Adamu siku ya Kiyama. Wa awwalu man yashukku anhu al-ard, na mimi ndiye wa mwanzo ambaye ardhi itapasuka ili nitoke katika kaburi langu. Wa awwalu shafi'in, na mimi ndiye muombezi wa mwanzo, ndiye wa mwanzo nitakayeombea. Wa awwalu mushaffa'in, na mimi ndiye wa mwanzo ambaye nitakubaliwa uombezi wangu. واضح؟ طيب. قال رحمه الله ومنها، na katika fadhila za mtume, annahu sallallahu alayhi wasallam, kwamba yeye mtume sallallahu alayhi wasallam awwalu shafi'in, yeye ndiye muombezi wa mwanzo, wa awwalu mushaffa'in, na yeye ndiye wa mwanzo ambaye utakubaliwa uombezi wake.
Wa hadha yadullu ala takhsisihi wa tafdhilihi, na jambo hili linajulisha juu ya kuhusishwa kwake na kufadhilishwa kwake katika jambo hilo, ya kuwa mtume amepewa vitu ni hasa kwake, hajapewa wengine, na amefadhilishwa kwa vitu hivyo juu ya mitume wengine. Wa minha, na katika sifa zake bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, katika fadhila zake, itharuhu sallallahu alayhi wasallama ala nafsihi idh ju'ila likulli nabiyyin da'watun mustajabah fakullu minhum ta'ajjala da'watahu fi dunya واختبأ هو صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته. إيثاره صلى الله عليه وسلم على نفسه. ومنها إيثاره صلى الله عليه وسلم على نفسه، نمتون صلى الله عليه وسلم إيثاره كتنغليزا kwake ala nafsihi, juu ya nafsi yake. Kutanguliza nini? Kutanguliza umma wake juu ya nafsi yake. Sawa. Wa minha, katika fadhila zake mtume, itharuhu, ni kutanguliza kwake sallallahu alaihi wasallam umma wake ala nafsihi, juu ya nafsi yake. idh ju'ila likulli nabiyyin da'watun mustajaba, kwa sababu kila mtume amepewa dua yenye kujibiwa. Amepewa dua hiyo ambayo akiomba inajibiwa dua yake. Sawa. Fakullu minhum, basi wote katika hao mitume, taajjala da'watahu fi dunya, ameitanguliza dua yake hapa duniani, walivyokuwa wakiwaombea watu wao wakaangamizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa. Walivyokuwa wakiwaombea watu wao wakaangamizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana zile dua zao zenye kujibiwa walizitanguliza, wakaziomba dhidi ya umati zao. Sawa. fakullu minhum ta'ajjala da'watahu fi dunya, mitume wote wakazitanguliza dua zao duniani. wakhtabaa huwa sallallahu alayhi wasallam da'watahu, mtume yeye akaichelewesha dua yake, shafaatan li ummatihi, kuwa ni uombezi kwa umma wake, kuwa ni uombezi kwa umma wake. Na hilo limekuja katika hadithi ambayo wameitaja Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Huraira na kutoka kwa Anas na wengine katika sahaba, mtume aliposema likulli nabiyyin da'watun mustajaba, kila mtume ana dua yenye kujibiwa. Yad'u biha, anaomba kwa dua hiyo. Fayustajabu lahu, anajibiwa yeye. Fayumtaha, na anapewa kile alichokiomba. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, na mimi nimeiweka hakiba dua yangu, nimeificha, nimeiweka hakiba dua yangu. Shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah, hali ya kuwa ni mwenye kuwaombea umma wangu siku ya Kiyama. Kwa maana mtume yeye dua yake ataifanya kuwa ni uombezi wake kwa umma wake siku ya Kiyama. Sawa. Na hii inaonyesha rahma na huruma ya mtume sallallahu alaihi wasallama juu ya umma wake. Wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, na hatukutuma wewe Muhammad isipokuwa ni rahma kwa waumini. Katika yanayojulisha huruma ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umma wake ni hili la kuwa yeye dua yake ameiweka mpaka siku ya Kiyama, atakuja kuwaombea umma wake, atawafanyia shafaa umma wake. Sawa.